So Juja MP George Koimburi has allegedly been abducted by unknown individuals near the Juja flyover. It is reported that he was taken away in a Subaru shortly after a bursary disbursement and the official handover of a new laboratory facility. Naona. So huyu mwenye amefanya hivi ni one time. Hapo bila hata kuguess sana, bila kufikiria. Because Juja MP George Koimburi hajakuwa mtu mwenye amekuwa in good terms with the government. Lakini swali yangu ni, in whose hands are we safe? Kama huyu ni MP amekuwa abducted na masubaru ya mambaro yenye imekuja na imejaa. So imagine a normal Kenyan citizen. If an MP can be abducted in public, imagine a normal Kenyan citizen. Tupause historia ya Juja MP kidogo tu, tuingie pale Uganda. Uganda kuna kitu fulani nimeona imefanyika. Vita imeanza kwa sijui ni magistrate court ama nini. Two groups of people. Naona wameanza vurugu hapo. So nikawachia video nikashanga, kwani hii Uganda haiko 2025 na sisi? Vitu zinapen Uganda ni kama 2003, 2002, 1998. Naona. So Uganda kidemokrasi wako nyuma sana. So kitu kama hii sasa nalinganisha na hiyo ya Uganda sasa. So the Uganda's president Museveni na the Kenya's president Kasongo, ruling yao ina relate. Nimeona ile video ya Uganda, alafu after kuona hiyo video ya Uganda nikapata hii. So an MP can be abducted in public. Na inaonekana videos ziko. The other time MP alikuwa live publicly kutoka from parliament. Naona kisha kwake akapigwa maride akadedi. Of which huyo MP mwenye alidedi ni MP wa wapi? Homa Bay, Kasipul. Kuna area inaitwa Kasipul. Kunaitwa Charles Ongondo Were. Of which huyo Were pia yeye mwenyewe alikuwa muuaji. Lakini hiyo kuwa analyzed publicly in Kenya na uko na cheo ni kitu fulani yenye inaonyesha we are all dreaming basi. If an MP can be abducted in public, if an MP can be killed in public. Naona hiyo ya death of an MP in public imekuwa 1 month ijaisha. Naona saizi MP amekuwa abducted by unknown people. Naona watu wanatoa hizo guts wapi? Hii inafaa iwaonyeshe one time. Naona juu saizi anybody mwenye kwa government, if anything ikimfanyikia, basi inamaanisha uongozi wa hiyo government it's poor. Of which mimi tunawambia ni one time. Hizi video zote ina record nini, agenda ni moja. One time. Hii one time haifai kuwa inevitable. Na mtu asikuambie ati sijui kura zitaibwa. Tutakuwa 2027. Naona hakuna mtu ataiba kura. Of which mkuje voters 90%, yeye apate 10%. Hakuna vile ataiba ajaze. Kuiba obvious ataiba. Na hiyo pande ingine pia itakuwa imelalisha kwa sababu wao pia ni werevu. So agenda ni moja, one time. Naona niliona juzi watu walikuwa wanasema 10 bila break kwa ile launch ya nini, affordable housing. Lakini mimi siziiti affordable housing, naziita avoidable housing. Kwa sababu bedsitter 3,900
1 bedroom 5,000 bla bla bla, 2 bedroom 6,000 bla 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 per month. Hizo nyumba kuna deposit ambayo hamkuambiwa. Deposit ni 80,000 ndio uanze kuishi kwa hizo makeja. Kisha hizo keja itakuwa yako after 30 years. So tuseme uingie kwa hiyo bedsitter, ulipe for 30 years ndio ikuwe yako. Uko sure in the next 20 years bado utakuwa mtu wa kuishi kwa bedsitter? Bado utakuwa mtu wa kuishi kwa that certain 1 bedroom? An African family is a family where kids are valuable. No. Procreation. Mtu anafaa kuwa na watoto 5. So kwa hiyo bedsitter, how will you be living there? So affordable housing, avoid it. Hizo tu ni story. As long as utakuwa ushalipa hiyo deposit, wewe utakuwa umewest hivyo doa zako. Unaona?